Mwana na Roho Mtakatifu. Amin. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Amin. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amin. Karibuni ndugu zangu kwenye kipindi chetu. Tunaendelea kujibu maswali ambayo yametoka kwa ndugu wanaotaka kujua zaidi juu ya imani yao na pia neno la Mungu. Nawashukuru kwa maswali haya, na tuendelee na moyo huo ili tuweze kushirikishana neno la Mungu. Maswali yaliyotoka kwenye mtandao na swali ambalo nadhani sio kwenye mtandao, sina habari. Je, ilikuwa lazima kutokea umwilisho ili tukombolewe? Swali hili mtambuka kwa sababu unagusa mpango wa Mungu, unagusia mpango wa Mungu. Sisi binadamu hatuwezi kujua mpango wa Mungu kikamilifu, ni yeye mwenyewe anatufunulia. Na mara nyingi tunakuja kutambua baada ya tukio au mambo yenyewe kufanyika. Hakuna anayemjua Mungu na wala atakayejua Mungu, kwani Mungu ni fumbo. Kwa hiyo mengi yanatokea, alafu baadaye tunatambulishwa, tunaelezwa na yeye mwenyewe. Sasa ukisema ni lazima kutokea, ni hali aliyopanga Mungu katika mpango wake milele. Na ulazima huo hatuwezi kuthibitisha sisi. Yaani kuna mambo ambayo tunaweza kuyajibu na mengine haya tutajipiga tu. Mungu ana mpango wake. Bila shaka alipomuumba mwanadamu hakumuumba ili yale yanayotokea lazima yatokee. Yangeweza kutokea kwa vinginevyo. Kwa kuwa sisi hatukuwa naye katika uumbaji na wande katika mpango wake, yeye mwenyewe aliamua, na mambo yaliyotokea mtu asiseme ni lazima. Hiyo ni lazima ni kidogo ni nzito. Kwa sababu Mungu halazimishwi na lolote lile. Ukisema ni lazima, manake Mungu pia analazimika. Hapana. Mungu ni mwongozaji na mwanzilishi wa kila kitu. Yeye angeweza kuwa na mpango mwingine. Anaweza kuwa kusema ni lazima kwa Mungu, lazima halitokei kwa Mungu. Anaweza kufanya yaliyotokea, aliyapokea na akayafanyia kazi. Awali ya yote Mungu tunajua alipenda, sio alilazimika. Alipenda kuumba na kushirikisha upendo wake kwa viumbe anavyotengeneza, alivyoviumba. Hiyo mpango wake wa asili ni kushirikisha upendo wake wa kimungu kwa viumbe ambavyo vingeweza kuushiriki huo upendo. Lakini ule mpango wake na utaratibu wake ulitibuliwa na lile tukio la
Adamu na Eva. Utaona katika kitabu cha Biblia Mungu alipoumba, katika hadithi ya kwanza ya uumbaji, hakuna kosa. Kila kitu, hakuna dalili yoyote ya kitu kuharibika. Lile simulizi tunaliita la kikuhani, Mwanzo sura ya 1 mpaka sura ya 2 aya ya 4. Mungu ameweka utaratibu wake, na unasikia anasema kila kitu kilikuwa kizuri, kwa sababu huo ndio ulikuwa mpango wake. Na si lazima, ni yeye alipanga hivyo, na siseme si lazima kwa nani. Hapana, ni mpango wake. Kwa hiyo ile simulizi la kwanza unaona kila kitu ni positive. Aliumba kwanza ardhi na mbingu, akaweka giza likatenganishwa na mwanga. Alafu baadaye akaanza kuumba kiviumbe mfululizo mpaka alipokuja kumuumba mwanadamu siku ya 6, ambapo alimpa pia mamlaka ya kiumbe ambacho kina sura na mfano wake. Na yeye unasikia anaamua, anasema tumuumbe mtu kwa mfano na sura yetu. Na baadaye akamkabidhi mamlaka ya kutawala ulimwengu na kuchunga viumbe vyake alivyoviumba. Alimkabidhi vile viumbe mwanadamu aviangalie na viorganize na kuviendeleza. Na pia akampa mamlaka ya kuujaza ulimwengu huu, wajaze ulimwengu ule alioumba. Na akampa hata chakula, na yote ni positive, yote ni chanya, mambo mazuri. Na hata mwishoni katika uumbaji anasema kila kitu kilikuwa kizuri, yote ni vema, kilikuwa mema. Na akafanya sherehe ya kazi yake. Zile sura ya 1 aya ya 3 mpaka ya 4, akafanya sherehe, furaha, akapumzika kwa kazi aliyofanya. Kwa hiyo ndio inaonekana mpango wake ulikuwa mwema, mzuri. Baadaye tunasikia katika simulizi la 2 ile tunaliita ya Wista, ambapo vurugu inaanza. Huyu ni mtafakuri, mtu aliyetafakari kwa nini kuna uovu ulimwenguni, akatupa hiyo simulizi. Uovu umetoka wapi? Haukutoka kwa Mungu, haukuwa mpango wake. Mpango wake ni mambo yaende vizuri. Ndipo tunasikia aliweka mti wa katikati katika bustani alipomuumba mwanadamu, sura ya 2 aya 7. Na alipomuumba mwanadamu akamweka kwenye bustani nzuri, akaweka kipimo cha yule mwanadamu kujua kwamba atamtii au la. Mwanadamu ambaye, kwa hiyo mtu asiseme ni lazima. Yeye ana njia nyingi za kutukomboa. Na hapa swali hili katika mfululizo anasema, je, Yuda Iskarioti alifanya kosa au alikamilisha mpango wa Mungu? Mpango wa Mungu upi? Hatuujui. Tunaujua baada ya matokeo. We come to know it after, ni ex eventu, manake kilishatokea ndio tunakuja kujua. Sasa Yuda ndio imetokea, na katika hiyo baada ya kutokea ndio tunaambiwa ni mpango wa Mungu. Manabii wanatutayarisha kupokea huo mpango na kuuelewa.
wanatuambia itatokea kama kitabu cha Isaya wa pili, ndio tunapata yale mashairi ya mtumishi wa Mungu. Eved Yahweh. Sawa. Lakini hayo ni ex event, manake yanatuambia, manabii wanatumiwa kujua kwamba huu ni mpango wa Mungu utakuja kutekelezwa. Lakini ukiangalia katika maandishi yote, maandiko yote, tunasema maandiko yote matakatifu, hakuna mahali ambapo ametajwa Yuda. There's no, tusiye tukaharibu au tuende beyond what is given. Hakuna mahali ambapo imeandikwa mtu fulani atamsaliti Masia. Nobody expected. Nobody. Hata Wayahudi na wao nafikiri baada ya matukio ndio wanakuja kusema what happened. Hawakuelewa kinacho. Na Petro katika hotuba yake ya kwanza ya Pentecost anawaambia hamkujua mlichofanya. Na Yesu mwenyewe amesema hamkujua mnachofanya. Kwa sababu tusiseme unalazimika kama ulijua. Then you say tulilazimika. Katika mpango wa Mungu inachoeleweka ni kwamba, na katika mashairi ya Isaya, kwamba ndugu zake watamsaliti. Ndugu zake anasema walimkataa na kumsaliti, wakasema ngoja tummalize tuone kama Mungu atamuokoa katika mikono yetu, tummalize. Ile shairi la mwisho la mteswa wa Mungu, mtumishi mteswa wa Mungu, sura ya 52 basi 53 kitabu cha Isaya. Shairi lile ukilisoma ni ndugu zake, his own people walimbetray, hawakumtaka, kwamba zana watu choma kwa makauli zake na msimamo wake, anajiona anamuita Mungu baba yake na nini, wanamchukia kutokana na kwamba anaishi maisha tofauti na ya kwao. This is the excuse they give. Lakini hakuna mahali ambapo inasemwa lazima. Ni mambo yanatokea baada ya wivu na ule uovu ulioko ndani ya mioyo yetu, wakaamua kumangamiza yule mtumishi wa Mungu. Lakini tukumbuke hakuna aliyetajwa jina na kwamba ni lazima afanye hilo. Hata wa ndugu zake hakuna mahali imeandikwa lazima, au kwamba ni mpango wa Mungu amalizike kwa namna hiyo. Hakuna mahali imeandikwa it was God's plan that should happen like this. Hakuna mahali should. This is a very difficult language to, lugha ngumu kusema it should or must. There's no something like that. Ni vitu ambavyo vimetokea kwa wakati wake na yakatokea hivyo yalivyotokea kutokana na uovu wetu. Lakini haiwezi kusemwa ni mpango wa Mungu, yametokea kwa yule mtumishi wa Mungu. Mungu alipenda wamuige yule, actually I would say, na mimi sijui, kwa sababu mpango wa Mungu si hatuwezi kujua. Pengine Mungu alimleta huyo kati yao akitumaini kwamba wangemuona wamuige, lakini kumbe wale wameshaharibika kabisa, corrupt. Badala ya kumuiga mfano wake mzuri na upendo wake kwa Mungu, wakamchukia. Tena wakasema anamuita Mungu baba yake, anaishi maisha tofauti, anatuchoma kwa namna yake anavyoishi, kwa namna yake anavyosali, namna yake anavyopenda watu na kuwasalimia. This provoked their cruelty. Wakaamua kumwangamiza, tummalize tuone kama Mungu huyu anamuita baba yake atamokoa. This kind of language. Hatuwezi kusema ilikuwa mpango wa Mungu hii. Vile vile basi,
hakuna mpango wa Mungu kwenye popote kwenye Biblia kwamba Yuda, mtu fulani anaitwa Yuda atakuja kumsaliti Mwokozi. Hakuna. Tusije tukaenda beyond what the scriptures say. Hakuna mahali popote. Isipokuwa ilitokea. Sasa ikitokea tunakuja kuambiwa sasa ilikuwa lazima asalitiwe hivi. Hali hiyo ilishakusha kwa hivyo. Sasa sawa. Imekuja kuwa yule mtu anaitwa Yuda alimsaliti Yesu ili sisi tukombolewe. It came to that. Awali ya kwanza, kwa kitu cha kwanza. Yuda, hakuna mahali ambapo imeandikwa Yuda, mtu atakayeitwa Yuda atamsaliti. Hakuna. Pili, hakuna mahali imesema ni lazima asalitiwe. Hakuna mahali. Kitu cha muhimu ni kujua kwamba mtu akiamua kwa kauli yake mwenyewe kufanya tendo fulani, hata kama limesemwa kwamba lazima atasaliti, sio lazima, atasalitiwa na ndugu zake. Nani alisema ni Yuda? Anybody could do that. Tusahau, tumwachie, tusifikiri Mungu analazimishwa. Ndio nakataa. Lazimishwa. Mungu he must do or he should do or he is supposed to do. No, God is not bound by anything. Mungu halazimishwi na lolote lile. Na kwa hiyo kusema ni lazima Yuda, hakuna. Je, haingewezekana akainua nyoka akamsaliti kama alivyofanya kwa nini mtu lazima Yuda? Hapana. No. Kwani ile serpent, yule nyoka angeweza kuja akachukua na kazi, hata kabalika sura akamsaliti, akampeleka kwa viongozi wakamuua? Kwa nini Yuda alikwenda huko? Why? Who said that he should do that? No. Pili, hiyo ningesema si lazima Yuda in the first place. A person, mtu huyu aliitwa Yuda. Haikuna mahali imeandikwa mtu anaitwa Yuda atamsaliti. Lazima. God did not plan that. It's human weakness, human corruption. Ni uovu na uozo wa mwanadamu. Kwa Yuda alikuwa kizazi cha wanadamu waliopotoka, wanaopenda pesa, wanaopenda heshima, sifa na nguvu, mamlaka, wanaua wa ndugu zao. Anasema ni lazima mimi nitawale. Who said that? Hiyo moja. Ya pili, wale viongozi wenyewe, kwani walikuambia walishindwa kumkamata Yesu? Wapi mesema walishindwa? They had plans. Walikuwa na plan. Sasa Yuda likajipeleka kimbelembele yenyewe. Kwa sababu alipenda hela, usiyo alipenda mamlaka, hizi alifikiri kwamba ni harakishe Yesu ajitawale na sisi tutawale, tuonekane watu wa heshima. Angalieni sana mambo ya mamlaka, na huko kwenye mashirika yetu huko tunasalitiana hivyo hivyo. Tafuta mtu anapenda cheo, aitwe mama mkuu, mkuu wa nyumba. Unasikia tu kuitwa mkuu wa kitengo, unapenda na kitambi kikubwa, unamuua ndugu yako, unamsemea maneno yanayeharibu sifa yake. Kwa kuharibu sifa, kusengenya wenzetu na kuwasema ni kama kuua pia. Unaua the personality of that person. That is killing also. Kwa hiyo mara nyingi sasa tuko wauaji wakubwa kwa kuwa tunapenda mamlaka, tuonekane watu wema kuliko wengine, kuliko hivyo. Kwa hiyo
hivyo vitu hivyo ndio vinampelekea kusalitiana na kusemana na kusenganyana. Hicho ndio kilimsukuma Yuda katika kupenda cheo. Yuda alipenda kuonekana wa maana, kwamba we are not wrong. Alipoona Yesu ameingia kule Yerusalemu kwa shangwe, alifurahi sana nafikiri. Sasa akaona kule sasa anaenda tena kupakwa mafuta kule Betania. Akamwambia, sasa unapoteza mali hii, ndio tungeitumia kujenga ufalme. Hakufikiria humanly speaking, pesa isongeze mfuko. He had a different plan. He did not conceive. Hakuelewa mpango wa Mungu. Hata Yesu alikuwa anamwambia ufalme huu wa ulimwengu huu sio hapa, lakini hakuelewa. Matokeo yake ndio kikampelekea Yuda akamsaliti, tafuta pesa. Nani alisema kwamba wale Sanhedrin na nguvu walizokuwa nazo hangeweza kumkamata? Walikuwa wanapeleka maspai huku na huku, wanamtega. Kwa nini hakuacha kwa mtege? Kwa nini alijipeleka? Kwa hiyo sio lazima Yuda, hata kama ilikuwa asalitiwe katika mpango wa Mungu tunavyofunuliwa na manabii, haikuwa imesemwa mtu fulani. Kumbe mtu asifanye kosa au dhambi akasema ni lazima Mungu amenipangia. Nakupangia uwe mlevi? Amekupangia uwe mwizi? Uongo. Kwa hiyo tusimsingizie Mungu. Na Yuda anakosa wa kujipeleka kimbelembele kwenda kusema mimi najua nakokaa, mtanipa nini? That question shows what he was. Na wao wakasema huyu ameturahisishia kazi. Ukweli mimi nitawapeleka, nitawaongoza mpaka hata kumkamata nitawaonyesha ni huyu. There was nothing, hakuna ulazima yeye angekuwepo. Hata kama hakuwepo, wangeleta watu wao maaskari wakimkamata tu. Walikuwa na uwezo, network. Wewe utasema unaenda kwa viongozi ambao wanatekateka watu siku hizi. Kuna watu ambao ni wauaji kuliko hata wale Warumi siku hizi. Na yuko kwenye viroba na tupo. Walau hata walikuwa na ruhusu waziko. Siku hizi na tupo huko mamba wale. Kwa kuna majitu ya ajabu sana siku hizi. Sasa wao unakwenda kusema mimi najua Ngowi yuko wapi. Ni Jumapili saa 11 nendeni mtamkuta pana kamata tena, hahitaji hata manake anasema who told you to do that? Do they need you? Wao akitaka kuja hapa mmoja na kaa hapa na risasi kuisha. He doesn't need you. Sasa wao kujipeleka umerahisisha tu. Na kwa hiyo Yuda hakulazimishwa, wala hakulazimishwa kimpango wa Mungu. Nowhere ambapo imeandikwa Yuda, mtu anaitwa Yuda alilazimika, hata mtu mmoja kwamba atalazimika yeye amtoe. No. Kama ndugu zake walikuwa wamemkataa na walitaka kummaliza, ambao walikuwa mpango wake toka mwanzo aanze kuhubiri tu. Alipoanza kuwachokoza kwa maneno yake makali, walichukia sana. Na ile chuki mwisho wake ingefikia huko tu. Na kwa hiyo mbona hakuna aliyemsaliti Yohana Mbatizaji, lakini alifungwa na kuuawa na Herode? Ni wapi imeandikwa kwamba Yohana Mbatizaji alisalitiwa na ndugu zake? Whatever, hakuna. Walimkamata because maaskari walikuwa na network, uwezo wa kumkamata. Kwa hiyo Yesu finally angekamatwa tu na viongozi, kwa sababu kulikuwa kwa askari aina mbili za Wayahudi wakati ule. Kuna askari ambao walikuwa wa hekalu, ambao walikuwa chini ya kuhani mkuu, regiment kubwa, jeshi likuwepo. Wale walikwenda kumkamata ni maaskari wa kuhani mkuu, na walikuwa na uwezo na nguvu na silaha, kila kitu. Hao wangemkamata. Alafu kuna maaskari walikuwa wa Roma, jeshi kali kubwa hilo,
Kulikuwa na maaskari kila mahali, maelfu na maelfu. Wangemkamata tu. For that is kitu kidogo sana. Pilato angesema mkamateni huyu, nasikia na aletwe kwangu, haingechukua hata siku moja, wangemkamata. Lakini na Yesu hakuwa na jeshi useme atapigana vipi. No. Sasa ni kwamba tu yeye alikuwa ameamua saa yake bado. Unajua ile saa katika Injili ya Yohana, ile saa yake bado. Hiyo ndio ilikuwa ni mpango wake katika ambao hatujui ni nini. Kwa hiyo yeye alikuwa na mpango wake. Yuda ameingilia labda, na hata akashangaa ile sura ya 13 Injili ya Yohana, anasema saa imefika sasa. Alipoona mambo yamefikia hapo, nenda yale unataka kutekeleza ndio katekeleza. Hasemi ni mpango wake kwamba yale niliyokuambia ufanye au niliopangia ufanye. Hapana, ni wewe umeamua. Kwa hiyo hapo ni tofauti iliyopo kati yetu na swali hilo. Kwa hiyo sio mpango wa Mungu, ni mpango wa Yuda. Mpango wa Mungu ni kwamba atukomboe. Namna ya kutukomboa tunamwachia yeye, na imetokea ilivyotokea kutokana na sisi kuingilia na mpango wa Mungu. Je, ilikuwa lazima, neno lazima tena, Yuda amsaliti Yesu na sio mtume mwingine? Ndio haya nimejibu hapa, sihitaji kurudia. Kwa hiyo hii kitu ni kwamba tusije tukafikiria kwamba Yuda ilikuwa lazima afanye hivyo. Yeye amejiingiza huko. Mungu angeweza kumleta Kristo akatumia shetani mwenyewe. Unafikiri shetani ana njia gani? Kwani alipokuja kwa Adamu na Eva pale kwa njia ya nyoka, hata Yesu sio lazima angekufa msalabani. Katika ukuu na enzi isiyo na kipimo ya Mungu, ana njia nyingi za kutukomboa. Lakini haya yametokea na akaridhia. Maanake Baba, kama ni mapenzi yako iwe ilivyo, ameridhia. Na kwa hiyo kilichotokea akakibariki, akasema iendelee hivi. Lakini sio lazima. Mungu halazimishi na lolote lile. Na ningesema upendo hauna ulazima. Ukiona unalazimisha mtu akupende, hiyo sio upendo. Sijui kama mmeolewa huko na muona kwa kulazimishwa. No. Na ndio maana tunazuia kanisani, unaulizwa mara 3, umempenda kwa hiari yako? Na ndio sawa, basi na unabariki. Lakini akisema hapana, wazazi wanalazimisha, au sijui ndugu yangu ana deni kwake, kwa hiyo mimi kama rehani, hiyo nimeshafuta ndoa 2 kwa namna hiyo, zimefutwa. Nipeleka Roma ripoti na wakati ule, na zikafutwa kwa sababu yule hakuolewa kwa hiari yake na hakumpenda huyu jamaa. Nilishtuka sana. Unasemaje? Sema mimi simpendi na sikumpenda. Maana alimwekea sumu mwenzake. Hiyo lazima tuna hatua ya kwanza, separation. Watu wanaanza kuwekeana sumu, hawezi kuishi pamoja. Una separate. Imetokea. Kwa hiyo hilo nitakujibu. Swali lingine nadhani hapa